Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninautambua uwepo wa wengi ambao mmeweza kukaa na kufuatilia kazi hii ya leo. Nipo mbele yenu kuweza kuwasilisha jambo moja ambalo linaweza likawa ni msaada kwenu katika maisha ya kila siku. Tumekuwa tukipambana na maisha, tumekuwa tukipitia changamoto nyingi, tumekuwa tukiumia na kuulizwa kwa namna fulani, tumekuwa tukisononeka na kulia kutokana na mahangaiko na masumbuko na maumivu ambayo tumekuwa tukiyapitia kwayo kwa muda wa siku zote ambazo tupo katika maisha. Kuna nyakati zingine tunafika, unaanza kuona ni kama Mungu hayupo katika maisha yako. Kuna nyakati zingine zinafika, unaona kabisa ni kama dunia imekuelemea. Unaangalia nyuma, kuna watu wanakutegemea. Ukiangalia mbele, njia imepotea. Alafu bado uwepo wa Mungu nao unazidi kufifia katika uwepo wako. Unakosa namna ya kuweza kupata kitu ambacho kinaweza kikawa ni moja kati ya faraja katika maisha yako. Tumekuwa ni watu ambao tunaumia sana. Tumekuwa ni watu ambao tunalia na kukosa matumaini. Nini cha kufanya katika maisha haya ambayo tumekuwa tukiyapitia? Nipo mbele yenu hii leo kuweza kuwaambia kwamba kuwa mvumilivu mpaka mwisho. Kubali kuvipiga vita vya imani. Kubali kupambana na hali halisi ambayo unaipitia ili uweze kuandikiwa taji ya ushindi, kwa sababu changamoto zote, shida zote, masumbuko yote, mahangaiko yote hapa duniani yaliweza kuletwa na mwovu Ibilisi ili yaweze kutuumiza na kuturudisha nyuma kiimani na kutufanya tukose ufalme wa mbinguni. Usikate tamaa. Ni kitu ambacho ninaweza kuwapa katika muda na wakati kama huu. Usikate tamaa ndugu yangu. Usikate tamaa rafiki yangu. Unatafuta vitu vingi katika maisha yako. Umejikuta kila unachogusa, kila unachohangaika kukipata, kila ambacho unahangaika kukigusa hakidumu katika maisha yako, na wala kitu ambacho unakitafuta hakipatikani katika maisha yako. Yaani unakuwa unaona kama mambo yanaenda ndivyo sivyo katika kila kitu unachokifanya. Nipo hapa kuwawasilishia hili kwamba msikate tamaa. Kwa wale ambao tunapitia maandiko matakatifu, tumeweza kuelezewa kisa cha Ayubu. Ayubu alikuwa ni tajiri, mwenye mali nyingi. Alikuwa na watoto wengi na vitu vingi. Kiufupi alikuwa ni tajiri, ila bado shetani aliona kabisa kwamba aweze kumjaribu ili kuweza kupima imani yake. Mali zake zilipotea, aliweza kupoteza watoto, na bado akaumwa ukoma. Na licha ya hivyo, mke wake akaweza kumwambia ni bora mkufuru Mungu na ufe, kwa maana Mungu wako hakusaidii chochote. Ila bado Ayubu aliweza kuonyesha msimamo ya kwamba Mungu anayemtegemea ni Mungu asiyeshindwa. Hivyo mwisho wa siku tunaweza kujua kabisa kwamba alirudishiwa mara 2 ya vile vitu alivyokuwa navyo. Kwa hiyo hadi hivi sasa nataka niwaambie kwamba tupo katika jaribio la kupimwa imani. Tupo katika kipimo ambacho kinazidi kutunoa na kutusafisha na kutufanya imara, ili tuweze kuwa ni moja kati ya watu ambao tutaushinda ulimwengu kwa kishindo kikuu, tukipiga parapanda na kuiaga dunia, kusema kwamba dunia kwa heri, tumekuchoka na shida zako zote. Hivyo ndugu yangu, usikate tamaa kabisa. Usije ukahuzunika, wala usije ukalia.
Amini ya kwamba tumaini lipo. Kristo ndiye muweza wa yote. Mkabidhi mahitaji yako, naye atakushindia na kukufanikishia kila uhitaji lako sawasawa na mapenzi yake. Muwe na muda na wakati mwema. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa heri kwa sasa.